Tumeshinda lakini sijafurahia. Mmoja wa mashabiki wa Simba ya Tanzania baada ya kipenga cha mwisho cha mchezo wao dhidi ya Stellenbosch FC katika mechi ya kwanza ya nusu fainali ya kombe la shirikisho CAF. Na ndipo tunapoanzia. Simba imeshinda bao 1-0 dhidi ya timu hiyo ya Afrika Kusini. Lakini mashabiki wengi wa soka, huu ni ushindi wenye ladha ya kushindwa. Ushindi ambao unaficha udhaifu kuliko kuonyesha ubabe. Wengi walikuwa na matarajio makubwa zaidi, kupatikana kwa ushindi mkubwa zaidi. Katika mechi iliyochezwa uwanja wa New Amani Zanzibar, Simba walikuwa nyumbani, walikuwa na uzoefu mkubwa zaidi, walikuwa na historia. Stellenbosch walikuwa wageni, wachanga na kwa mara ya kwanza wanashiriki michuano ya Afrika, lakini dakika 90 zilisema vingine. Simba walishinda na ni kitu kizuri katika michuano hii mikubwa na hatua hii kubwa ya nusu fainali, lakini mashabiki hawana furaha. Kwa miaka mingi sasa Simba imekuwa moja ya timu tishio Afrika. Nafasi ya 4 inayoshika sasa kwa ubora Afrika kwa viwango vya CAF haiji kwa bahati mbaya. Mashabiki wa Simba wamezoea kuiona timu yao ikicheza na kutawala robo fainali za CAF, wakipambana na wakongwe kama Al Ahly na TP Mazembe. Stellenbosch kwa upande mwingine ni timu iliyoanzishwa mwaka 2016 na huu ndio msimu wake wa kwanza kabisa kucheza michuano ya CAF. Ni wageni na ilitarajiwa Simba wataonyesha tofauti hiyo kubwa ya uzoefu, lakini ndani ya uwanja tofauti hiyo haikuonekana sana. Stellenbosch walionekana kuwa na mpangilio, walicheza kwa nidhamu na walikuwa na mwelekeo wa kujilinda na kushambulia kwa akili. Kwa kipindi chote cha kwanza walikaba kwa nidhamu na walitengeneza pressure isiyotarajiwa kwa Simba. Kama timu yenye uzoefu haikuweza kudhihirisha ukubwa wake dhidi ya timu mpya kwa maana ya kutawala mchezo, Simba ilifanya hivyo. Simba walikuwa wenyeji wa mechi na mara zote hutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja huu umewapa matokeo zaidi ya 90% katika mechi 11 zilizopita, lakini waliamua kuhamia Zanzibar kwa sababu maboresho ya uwanja wa Mkapa, uwanja wa kisasa wa Amani ulijaa mashabiki wengi wao wa upande wa Simba waliokuja kushuhudia karamu ya mabao, lakini waliondoka na mshangao kiasi, ushindi kiduchu. Bao pekee la Simba lilifungwa na Jean Charles Ahoua dakika ya 44 kwa mkwaju wa moja kwa moja lililohusisha utulivu mkubwa, lakini bao hilo halikuashiria mwanzo wa karamu. Simba hawakuweza kuongeza bao jingine licha mazingira yote kuwapa nafasi. Kwa timu kubwa Afrika, bao 1-0 nyumbani si kitu cha kusherekewa sana, hasa ikiwa wapinzani ni wageni wa CAF kama Stellenbosch. Ushindi mdogo nyumbani ni mzigo mzito unapokwenda ugenini, hasa dhidi ya timu zinazocheza vizuri mbele ya mashabiki wao. Mchango wa Jean Charles Ahoua hauwezi kubezwa. Tangu ajiunge na Simba ndiye aliyewapa Simba bao muhimu Simba pale Zanzibar. Ahoua alionyesha utulivu mkubwa kwa kupiga shuti la chini lililomshinda kipa wa Stellenbosch, na hata Simba kufika hatua hii ya nusu fainali kwa mara ya 3 katika historia ya klabu hiyo. Raia huyu wa Ivory Coast amekuwa na mchango mkubwa toka katika hatua za awali za michuano ya mwaka huu. Amefunga mabao 3 na kutoa pasi za mabao 2 katika mechi 9 za CAF. Alifunga katika ushindi wa Simba wa bao 1-0 dhidi ya Bravos de Moquis ya Angola. Akafunga tena dhidi ya CX Sfaxien, Simba ikishinda bao 1-0 ugenini Tunisia. Jumapili ya tarehe 20 alifunga bao lingine muhimu dhidi ya Stellenbosch. Lakini historia ya mechi ya Jumapili haikuishia kwa yeye kufunga bao muhimu lililowapa Simba ushindi muhimu wa bao 1-0 Zanzibar. Dakika za lala salama, Ahoua alipata nafasi ya wazi kabisa kufunga bao la pili. Alipokea pasi akiwa ndani ya boksi, akiwa anaangaliana uso kwa uso na kipa. Alimpiga chenga na kubaki na nyavu, lakini akapiga shuti nje ya lango kwa mguu wa kushoto. Kama angefunga, furaha ya mashabiki wa Simba ingejionyesha zaidi kuliko sasa na lingewapa imani ya kutinga fainali kwa mara ya kwanza kwa miongo mingi, lakini pia ingewavunja matumaini kabisa Stellenbosch kwa bao hili moja. Wa Afrika Kusini hawana matumaini, wakijua bado wana nafasi kubwa ya kusonga mbele. Ameamua matokeo ya mchezo huu kuwa yalivyo, lakini angeweza kuamua vinginevyo zaidi na kuamua sura na hisia za mashabiki wake kuelekea mchezo ujao Afrika ya Kusini. Na mhukumu Ahoua kwa bao alilofunga sio alilokosa. Amehusika na mabao 5 kwenye mechi 9 za kimataifa.
Kwenye ligi ya ndani, mabao yake ndiyo yameiweka Simba kwenye nafasi ya kupambania ubingwa. Ni mchezaji bora wa Simba msimu huu. Mechi ya mkondo wa pili Simba itacheza kama bingwa wa Afrika. Sisi hatuna hofu ya kucheza na timu yoyote sehemu yoyote. Tulieni, msipaniki. Nimekosa magoli, nimefanya makosa mengi. Sahauni hayo. Tujielekeze kwenye mchezo ujao. Msijitie hofu, alisema Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba, akizungumza na wachezaji akiwapa moyo mara baada ya mchezo wa kwanza pale Zanzibar. Lugha ya Mangungu inakuonyesha matarajio yaliyokuwa tofauti kwa timu hiyo na wachezaji wake, na ni kitu kizuri kuamini kwenye kupata matokeo makubwa. Mangungu inakuonyesha matarajio yaliyokuwa tofauti kwa timu hiyo na wachezaji wake, na ni kitu kizuri kuamini kwenye kupata matokeo makubwa. Na kwa sababu Stellenbosch ilishawahi kupata matokeo ya kushangaza dhidi ya timu kubwa na zenye uzoefu wa Afrika ikiwemo Zamalek, unaweza kuwasifu Simba angalau kwa kupata bao. Ushindi wao wa bao 1-0 unaweza kuonekana ni matokeo mazuri kuliko kufungwa, lakini katika mashindano ya CAF sio matokeo salama sana. Stellenbosch ni timu yenye rekodi nzuri sana nyumbani. Uwanja wao wa Danie Craveni huko Afrika Kusini ni ngome ambayo timu nyingi zinapoteza. Simba wanakwenda kukutana na mazingira tofauti, hewa baridi, mazingira ya uwanda wa juu, na mashabiki wa Afrika Kusini waliojaa hamasa. Kwa sababu hii inawapa hofu mashabiki wa Simba, wakiwaza ugumu wa mchezo ujao. Mechi ya mkondo wa pili Simba itacheza kama bingwa wa Afrika. Mmoja wa mashabiki wa Simba, Boniface Selemani, akiwapa moyo wenzake waliokuwa wakifuatilia mechi kupitia runinga. Kwa ufupi, Simba imeshinda nyumbani kwa bao 1-0, lakini imeshindwa kwa hofu ya mashabiki wake kwa mchezo ujao. Je, inaweza kufanya kile kinachotarajiwa Jumapili ya Aprili 27, 2025 kule Afrika ya Kusini na kufuzu fainali ya CAF baada ya miaka 32 tangu mwaka 1993? Na hii ni Spoti Mtaa TV. Langu jina ni Elizabeth. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali.